Usitake umaarufu kwa kutumia njia ya kuvunja heshima ya mtu, kwa sababu heshima yake, jina lake, basi alitengeneza kwa muda mrefu sana, na mpaka pale ambapo jina lake limefika, ametumia gharama kubwa sana katika maisha yake. Muda mwingine hata kama hakutoa pesa katika kutengeneza jina hilo, lakini kuna gharama aliingia mpaka jina lake likawa hapo ambapo lipo. Kwa hiyo usiwe ni mtu ambaye ni mwepesi sana kushusha jina la mtu ila kwako lipande. Usiwe ni mtu ambaye mwepesi sana kushusha heshima ya mtu ili ya kwako iwe juu. Kama unataka kupandisha jina lako, heshima yako, tafuta njia ambazo ni sahihi, lakini sio kumuumiza mwingine ama kumwangusha mwingine. Maisha, elewa kwamba ni kupanda na kushuka, sawa. Ikifika wakati wako wa kushuka, ni Mungu amepangia. Ukifika muda wako wa kupanda, ni Mungu amekupangia. Lakini wewe usiwe sababu wa kushusha maisha yake. Ikiwa amekosea, mwekeni kitako, mwekeni sawa, mkosoeni. Na akiwa ni sikio la kufa, haambiliki hata akikosolewa, mwacheni aendelee na kile ambacho anaamini kwamba yeye ni sahihi. Lakini tafuta njia sahihi itakayokuwezesha wewe kupandisha jina lako, kupandisha cheo chako, kupandisha heshima yako. Hata kwenye maofisi kuna watu wanawaangusha wengine eti wao waje juu, au wanawaondosha katika mazingira ya kazi waliopo. Yule mtu hata akiondoshwa pale kazini, hakuna 100 katika mshahara wake wewe utapata. Hakuna hata kidogo katika cheo chake wewe utakachoongezewa. Cha kwako kitabaki kuwa kwako na cha kwake kitabaki kuwa kwake. Tulindane katika vile ambavyo vinawezekana, lakini isiwe sababu ya mtu sasa kufanya mabaya na maovu eti tu alindwe. Hapana, tengeneza wewe mazingira ya kulindwa ili yule ambaye atanilinda yule ni wepesi kwake.